Kiswahili media. Kwa Kiswahili sisi wote tusome kwa Kiswahili. Yona 1:17. Haya, tusome. Samaki mkubwa naye akawa tumboni mwa samaki huyo kwa muda wa siku 3, usiku na mchana. Bwana asifiwe. Amina. Na kabla tukirudi pale nyuma, kabla Mungu amwamuru, Yona alikuwa amefanyaje? Alikuwa amedisobey. Ndio? Ameambiwa aende, akakataa. Akakuwa na plan B. Akasema, "Oh, wewe sasa ndio mjanja. Na mimi sasa nitakuonyesha mimi ndio mjanja zaidi." Bwana asifiwe. So Mungu akaamuru. Sasa huyu Yona hapo mahali hapo, in fact yeye amesababisha akajiingiza pale. Kwenye mdomo wa samaki kwenye mnaambiwa wazee wenu waru. Bwana asifiwe. Bwana kwa mdomo ya samaki ni mabaya sana. Yeah. Fish is just nice, ishafanywa, imeoshwa na imechomwa na imekauka. Umaipanda City Hopper wale tunapanda matatu. Kama Mungu amekubariki na gari chukua Mungu. Bwana unapanda City Hopper na imejaa na mpokrobo. Na kuna mama ametoka Kikomba. Na umesongeana kwa tu hapa. Umesongeana. Na kuna mmoja wetu ametoka Kikomba, akona samaki zimefungwa kwa karatasi. Na jua imewaka, jua ni 3 hiyo saa jua imewaka. Alafu sasa kuna samaki. Unaangalia unashindwa, nani ananuka samaki? Zimefunga. Na ni samaki. Mashaka lazima aintervene. Aseme ngoja kwanza. Hii mzigo ya nani? Leo simama. Eka kwa foot. Bwana asifiwe. They have to intervene kwa sababu samaki haina harufu nzuri. Sasa uko kwa hiyo mdomo ya samaki. Yule tunasema tu Yona alituma. Ni kweli alitoro. Wewe bwana. This one had it rough. Bwana asifiwe. Hiyo harufu sasa uko na divisu. Unasikia mtoto wako na divisu? Alikuja kwa kuna mambo afanye. Mtoto. Unawashika. Hata mwingine umejana mama yake anambia mama Beli. Hebu kuja kidogo. Kama kidogo mama Beli. Because you are in this way, you can't stand. You can't. Praise God. So this man of God, this is his stone. Ako kwa hiyo stone ako hapo ndani. Bwana asifiwe. Praise God. Siku ngapi? 3. Siku isho. Tatu. Day 1 ikakuja akatumle. 24 hours. Kwa samaki. Samaki anaweza vitu zikimkuta. Exactly. Na huyu samaki hakumdhuru. Mungu anakubali kwa sababu Mungu alisema hata kama wewe ni kichwa ngumu, unajua bishop anajiweka wale wa kichwa ngumu lakini bado wanafanya kazi. Yeah. Unaenda na wewe fulani amenifanya lakini nasema nitaongea na yeye. Kwa anajua fulani naye ako mahali pazuri mahali fulani. Alijua Yona is the only one good for that. Assignment. Bwana asifiwe. So aliweka kwa hiyo mdomo ya samaki. Bwana asifiwe. Hata kama ni yeye amejiingiza hakumwangamiza. Bwana asifiwe. So kuna wakati unaweza jipata kwa shida, umejiingiza. Lakini when he was in akiwa hiyo samaki aliitia Mungu. If I'm not wrong. Bwana asifiwe. He called out. And God being the God that he is. I love the gospel. Bwana asifiwe. God being the God that he is. Mara nyingi tunajiingizana kwa shit. Sema shit. Pastor Mayo anasema tusikie harufu ya dhambi na tuchukie. Pastor Mayo anasema unajiingizana kwa hiyo. Mpaka hata unaibika. Lakini God ni nani? Bwana asifiwe. He still embraces you. And he still holds you close to his chest. Bwana asifiwe. So God being the God that he
is he listened out na huyo samaki alimsababisha. Samaki akafanya nini? Akamtapika kule ukingoni. Bwana asifiwe. So please, when your husbands come home late, please embrace them. Usikwambie arudi kwenye ametoka. Atakwambia kwenye ametoka, wewe unamwambia kurudi kwenye umetoka. So muulize kuna vile jina unamwitaka, uite hiyo. Kama ni Abego ama ni Han, wengine hata wasemaji Han, wanasema tu Han. Wewe. Unasema tu Bebe. Wengine wanasema Paps. Wanasema Daddy. Ulize. Kwani kwaje leo mtu wangu? Akijua unakuja kupiga kelele, mwambie kwa nini nimefanya mtu wangu? Nini ili happen? Already you are creating an atmosphere, isn't it? Kwa mwe mazee, kuna venye nilishikwa na karao. Karao. Hata wewe mtu mwenye kutoka kwa sema. Wewe kama samaki ndio unapika bwana, wewe shukuru. Wewe patie maji, aenda aoge. Na upatie chakula, atakupea story aende sana saa hiyo, si saa sita watu watakulala. But tomorrow anakuambia unajua sikukwambia bwana. Hata amechoka. Bwana asifiwe. Some men are drivers. They drive the whole day. Umetuma sisi na kisama. Umeenda ukatokea huko sisi wapi huko. Ukaboda na anga. Umerudi. Karao amekushika ukamatilia punch ulikuwa nayo. Na sasa wewe unataka breakfast. Sasa umefika hiyo sasa umefika umeambia tu bro sasa imeisha niruhusu nilale nyumbani na hii gari ndio nitoke kafe. Alafu mtaanza kurudi kwa umetokaje? Rudi na Mbaya. Unasema nini? Okay, if you do that, we have single girls. We still have single girls. Atatoka kweli, and we only have one call. And you will not see you. Bwana asifiwe. Na sasa unabaki hata kwa mbali, si ndio? Ndio mwana sio msukume. Wewe ndio mwambia yeye. Oreka no haworo. And some men cannot even explain themselves. Kwa sababu ni yeye anaenda. So you need to understand your man. Don't push them too much. Praise God. I'm advocating for a boy child. Nataka hizo ndoa zisimame. Nataka kuhalalisha. Ndio mtu akikuja umwambie sitafunga. Bwana sifiwe. Ndoa nifanye nini? Na ndoa iheshimiwe. Ndoa iheshimiwe. Bwana sifiwe. Ukiona mtu kwa ndoa heshimu ndoa. Kuja ndoa ya mwenzako. Tafuta yako. Hata wewe olewa usikie vijana wengine wanafanya nini? Hiyo ni ukweli. Merci. Kama nimeamsha. Na hawasemi. Hawana prayer partners. Alisemaje? Msikie vile unasema nini? Alikuja unakuwa tayari kwa nini? Ambia Mungu akupatie prayer partner. Praise God. Praise God. Finding God in storm. Hallelujah. Bwana asifiwe. We have the third one. Tulikuwa tumenakili ngapi? We have the third one, the last one. Is a spiritual opposition. Another storm is spiritual opposition. Quickly, let's note that one down. This kind of spiritual opposition is brought by the enemy opposing the will of God, which God turns around for good. Spiritual opposition, that is another storm, another source of storm, and God turns it around for good. We see Joseph, Genesis 37. Tunaona Yusufu, Genesis 37. His brothers walitaka kummaliza. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akaruhusu, wakarudisha mahali pa kumuua. Wakajaribu kumtupa kwa shimo, Mungu akarudisha hapo. Akauzwa. Bwana asifiwe. Na mahali aliuzwa, aliangukia pia mahala pazuri. Bwana asifiwe.
Hello. Umesahau kujitia moyo. Bwana asifiwe. I love my audience. Yes. Because if I look around, everybody is alert. Bwana asifiwe. I love it when everybody is acting and is alert and is following me, because Pastor Mayo was saying at the end of the day, the learners should be able to define storm, sources of storm, how to remain storm. Bwana asifiwe. That is the reason why I'm here. I'm not here to give you stories only. Sisi tunapitia mambo mengi. Bwana asifiwe. Lakini unajuaje ama unaonaje Mungu katika hiyo hali? Yes. Uko kwa hali tatu. Kuna ile labda umejiweka, kuna ile Mungu ameleta, na kuna ile ambayo Mungu ameruhusu. Bwana asifiwe. Lazima uko kwa moja kati ya hizo ngapi? Ama uko kwa zote? Bwana asifiwe. Ama uko kwa zote ta? Kuna ile umejiingiza, alafu kuna ile Mungu ameleta. Yaani unaumwa na kichwa na unaumwa na tumbo na bado uko na shida ya miguu. Pressure iko juu. Alafu kuna huyu mmoja hapo tuna ulcers. Huyu anadili tuna ulcers. Praise God. Maombi ya kujani. Bwana asifiwe. Alafu kuna wewe uko na ulcers, uko na pressure, na uko na njaa. Bwana asifiwe. So lazima uko na aina moja hapo kuna mbili. Hata kwenye zote. Kwa hivyo ninazungumza na wale watu ambao wanafaa kusikia ujumbe huu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujumbe huu uko mahali sawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu alikusudia ujue habari hii ambayo ni muhimu zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingi tunajipata hii hali ambayo tunapigana kila siku. Opposition. Bwana asifiwe. Umepata ndoa, kuna hiyo spirit of limitation. Farah alikuwa anasema I will let you go but I will let you go but. So uko na kweli unaomba unapata hiyo kazi, lakini kazi imepatikana lakini hauna off. Bwana asifiwe. Na landlord amekuwa kikwazo. Kwanza mwenye alisikia tu umepata job akaongeza mia ngapi? 500 juu. Bwana asifiwe. Kidogo mwalimu mwenye anachukua 500 siku hizi anaongeza tuition nyingine ngapi? Kwa hiyo mshahara. Vita za Iran na Israel, mafuta imeenda juu. Sasa siku hizi fare ni 100 mahali pa 50. Bwana asifiwe. Sasa hii kazi ni ya minus ama ni ya plus? Bwana asifiwe. Unasikia hata sasa ndani ni wache tu. Kwa sababu sasa zinafanya tu negative. My friend, ukaa kwa hiyo mlango sasa ndio negative. Afadhali jikaze tu. Unakuwa unapunguza side moja. Ukiona ile rahisi unapunguza, ile refu unapanda. Neema itakutosha. Bwana asifiwe. So, tuko sawa. Spiritual opposition. It's always brought by the enemy. Bwana asifiwe. Genesis 37. So quickly, let's look at examples of now these storms. I'm finishing now. Examples of these storms. Examples of these storms. Uko pale unajiuliza sasa storms inaweza kuwa kitu kama gani? Unajiuliza sasa akisema mawimbi, anasema kama nini? Kwa sababu hii mawimbi ni ya wale wameokoka. Mawimbi iko kwa kila mtu. Mwenye anaokoka ni binadamu at the end of the day. Akisimama hapa anatumika tu for that time. Lakini akikanyaga arudi hapa chini anarudi vile. Kama hapo ana chakula kwa nyumba hana. Bwana asifiwe. Thank you. Hapa tu ni kutumika. Unakuja hapa unatumika unamaliza unarudi kwa hali yako. Kama uko na school fees tena school fees mwalimu anakuitisha tu tena kawaida. Mama Tatiana, we have not seen your money. Yes, that's the stress. So
quickly let's look at examples. I have listed a few. Mifano kadhaa. Kuna mfano moja, hailstorms. Hailstorms. Uko katika hali mawimbi kama ya kiafya. Uliamka asubuhi, ukienda kazini, vile ulikuwa unashuka stairs, ukateguka mguu. Ukaona tu ni kawaida, ukaendelea na kazi. Jioni hiyo mguu imefura, huwezi tembea. Na hivyo ndio ulikosaka kutembea. Bwana asifiwe. You people take for granted so many things. Daktari, we have doctors in the house. What is the meaning? We can tell you. Wanaweza kuambia. Unaona hata tu kublink kwenye tu unaniangalia una blink. Unaona hivyo venye una blink? Hivyo. Unaona hivyo venye umefunga macho kafungua. Kuna mtu mahali hawezi. Hizi vitu tunafanya tu na reflex. Yaani hizi vitu ndogo ndogo. Kuna mtu hawezi. Lazima system yake ikumbushwe uzifanye. Kuna mtu haezi shikwa na kwenda choo na akimbia aende. Lazima apewe tembe za kumsaidia kufanyaje? Alafu sasa kuna wewe, kuna watu unaambia mkaka hivi simamisha kidogo. Naenda Western. Unakimbia hapo. Alafu you just take it for granted. It is not normal. Bwana sifiwe. Kuna watu wako na health crisis, wako kwa hiyo mawimbi. Anakwambia haiwezi kula sukuma. Wewe unanunua kwanza za 50 na unaongeza na spinach ya 20. Unampia halafu unalala kwa nasa tu kwa 10. Kuna mwingine atakunywa na omeprazole. Am I right? Yes. Anasema wewe ndio unataka kula hizo. Hiyo ni mawimbi. Basi kuna watu wana changamoto za kiafya. Bwana asifiwe. Kuna mtu haezi kaa sana. Kuna mtu lazima akikaa akuje, kuna mwingine lazima tumwekee stool aekee miguu. Damu circulate, ameambiwa na daktari. Alafu sasa kuna wewe unakuja tu na unakaa tu kwenye unataka. Na Bwana, we need to be thankful Bwana. We need to come to a point where we thank God for everything and every time. Ukikula ukilala unasema Bwana asante. Najua kuna wenye hawatapata hii chakula. Hata kama ni ugali na supu. Be thankful. Bwana asifiwe. When you are thankful there is meat. Kuna mayai. Next time Mungu atabalance your diet. Praise God. Amina. So kuna mfano mwingine ya fedha, financial stability. Hiyo pia ni mfano ya mawimbi. Bwana asifiwe. Ulianza mwaka vizuri. Ukajipanga, ukasema grade 10 niko nayo moja, kwa hivyo nikishalipa fee ya mwaka mzima niko sorted. Alafu huyu wa PP1 nitamlipia pesa fulani. Nikishazilipa Januari na Februari, hii mwezi nyingine zile zinakuja sasa ni development. Bwana asifiwe. Alafu unasikia sasa umetolewa Nairobi mahali ulikuwa unakula marupurupu. Umeambiwa wewe sasa nikujimii sasa tutatuma notice. Hakuna kakitu. Sasa ndio nimepeleka mtoto grade 1, grade 10. Ai, unaona sasa hapo kuna changamoto. Bwana asifiwe. Hapo ulikuwa umesema mama sisi tutapata tu watoto watatu. Wametosha. Na unajua tulikuwa na mguru hapa. Na akasema tufanye nini? Broso tu yenyewe. Alafu na unajua kwenye walitukulia sina za watu job. Ndio. Bwana asifiwe. Alafu sasa tunakuwa na another unexpected expense. Bwana asifiwe. Alafu sasa your family has grown and your income has not grown. Bwana asifiwe. Unasikia utafanya nini? Utaguruka, utatupa mawe. Unasikia utatifu. Unamwambia wewe na wewe. Let me tell you. God is with you in that. Bwana asifiwe. He is with you. Always. He is there. Even when you don't see, when you don't even feel like. I always get overwhelmed sometimes. Hata mimi mwenye naongea hapa. Bado mimi nikianza kukubalia storms. Ninaweza panga life. Lakini sikubali zini overwhelmed kwa sababu gani? Zikini overwhelmed sitatia mtu moyo. Bwana asifiwe. Na unajua huyo mtu akipata kama nimekaa mbaya.
Sasa yeye atakuwa mbaya zaidi. Sasa kuna hii wimbo huwa inanitia moyo. Nikisikia kama zimekuja sana, kwa sababu pia mimi ni binadamu. Kuna hii wimbo ya Kiluya sijaipata ya Kiswahili, mnisaidie. Nipata ya Kiswahili ama ya English. Nenanga hivi. Kulwa yako shimendana umatinyu umatoro osikana ya matai unzizuriranga kise unzizuriranga unzizuriranga Inasema hivi, for those ones who hawajashikanisha. Inasema, yani niogope nini? Na unanikumbukaka. Uko karibu na mimi? Kwa nini niogope? Kwa sababu unaweza kupatana hivyo sikuje hivyo, alafu unajipata sasa hata hiyo imani ulikuwa nayo, unaona kidogo imepungua, unasema lakini kuna venye nafanya nifikirie tena. Unataka urudi kwa drawing board. Bwana asifiwe. Lakini hii wimbo inakukumbusha kwamba there is God and he knows and he will come for you and he will rescue you. Bwana asifiwe. Kuna broken relationship, mahusiano ambayo yameharibika ama yamevunjika. Unaweza poteza mahusiano. Maybe kuna shida kwa kina ndoa. Bwana asifiwe. Kuna shida kwa kina ndoa. Watoto wetu wanatusumbua. Bwana asifiwe. Au muongeleshi mashemeji wako. Au ongei na mtoto tangu atoke aenda shule unataka kuongea. Kwa sababu ile pocket money ulimpea, after 2 days amepiga simu. Unamwambia wewe hujui. Unamwambia sitakuongelesha kwa sababu wewe ni mtoto, wewe hujui. Bwana asifiwe. And unasikia tu kama haujani, unahisi wengine umepoteza wapendwa. Bwana asifiwe. And then you ask yourself, if God so loved me, mbona aliruhusu ikakuwa hivi? Bwana asifiwe. Unahisi kana kwamba hii gharika ni kubwa zaidi ambayo hauwezi toka nayo. But I have come to remind you, God is fully aware. Bwana asifiwe. Kuna hii mfano nyingine, life transition ya 4. Life transition. Kuna hii milango ambayo imefungwa. Umebadilisha kazi, umezoea kazi ya 50,000 and tax, mdosi anakuhesabia tu unatumia kwa M-Pesa. Hiyo kazi kakatika tu hapo. Sasa inafaa utoke kwa hiyo 2 bedroom ukuje ukuaro kwa single. Ya mabati. Yaani kama unashindwa basi, yaani wewe kama mambo ni mzuri kuna Mungu, na kama ni mbaya hakuna Mungu. Bwana asifiwe. Tunapaswa kukumbuka kwamba haya mawimbi inatukuisha. It is making us better people. It's strengthening us. Bwana asifiwe. Because you can never pray for someone apate mtoto kama wewe huko hapo upate. Ni kweli ama ni ukweli? It's a mystery. It's hard, isn't it? Ama kuombea mtu apate ndoa. Ama kama wewe ukipata. Unamwambia Bwana, mimi nilitembea na wanaume wote nikanapata walikuwa wana change mind. Kama imebakia miezi ngapi? 2. Lakini kunaye mmoja Mungu aliruhusu. Alisimama nami mpaka mwisho. Do you know you bring this person close? Because you are walking this person on a path that you have walked. Praise God. You are leading somebody to the path that Mungu amekupitisha mpaka mwisho. Sasa nikikushika, if you hold me and you tell me let us pray for this need, tuombee hii mawimbi, utaniombea mpaka wapi? Mwisho. Kwa maana unaona Mungu akikutoa kwa mahala pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Mmesahau kutia moyo tena. Niwakumbushe. Nitieni moyo. Praise God. Haleluya. Kuna mtu kwa nyumba anabarikiwa? Bwana asifiwe. Amen. So nikimalizia wachungaji hawapalizangi, naona pia mimi nimeingia kwa hiyo league. Anasemanga nikimalizia.
Nikimalizia. Tuko karibu kumaliza. Bwana sifiwe. Nikimaliza, haleluya. Unampatia 20 minutes. Guys, na sikusema unamaliza. Imeisha. Oh, unamaliza mara? Sofa nimemaliza mara ngapi? Nimemaliza mara? I still have kumaliza mara? Praise God. Huwa nakumbusha wana Samaria kwa maana hapo ndio wamelilea na wakumbusha. Mara nyingi tunaweza ushirika na tujiambie by the way tumechelewa tuharakishe. Hata tunapanga. Hata unasema nataka tu ushuhuda ngapi? Unafika hapo unapata yaani you've been carried away. Mmesema mtatoka ushirika 6. Unatoka ushirika saa ngapi? Na mnaambia mkifika nyumbani please hadieni kwa wazee wenu please. Please hata nini hakukutarajia ilienda kwenye ilienda. Bwana asifiwe. Na wazee wa Samaria ninawaheshimu sana. Sijapata kesi yoyote ati umepiga mambo kwa sababu alichelewa wapi? I can ascertain inakuanga ushirika. Woi, ukikwambia wametoka ushirika. Woi inakuanga huko. Msiwateteshe. Inakuanga ni ushirika. Na hiyo ushirika inasaidia sana. Sasa kama kuna mwenye haingii ushirika, please ingia ushirika. Bwana asifiwe. Because for you to stay a whole week ndio kuja kanisani Jumapili, it's a very long time. But if you get time to get in those mashirikas, you revive yourself. Chuma unoa chuma. Bwana asifiwe. So ninamaliza mara ya 3. Ninamaliza mara ya 3. Lakini najaribu sana nimalize kabla 7 ifike. Nataka tuangalie tabia ya hizi storms. Characters of daily storms. Characters. Yaani hizi storms huwa zina tabia kama gani? Tabia ya hizi haraka. Hizi storms they are temporary, though they feel like permanent. Bwana asifiwe. They are so temporary. Ni muda. Lakini mara nyingi unahisi kana kwamba haitawahi isha. So they are temporary. Number 2, this character is also, the storms are refining and transformation, strengthening faith. Refining and transformation, strengthening faith. Third character. Number 2. Oh, kumbe mlikuwa mnanakili. Oh. Number 2. Asante, niambie tu. Number 2. Number 2. Refining and transformation, strengthening faith. Number 3. These characters, it means that some storms are inevitable. Storms are inevitable. They have to come. Bwana asifiwe. Mke wa askofu wa apostol alikuwa anasema kama hii majaribu haitakuja hata nadhani uombe ikuja haraka ujiri nayo iishe. Umalizane. Bwana asifiwe. So they are inevitable, they have to come. So character number 1, they are temporary, though they feel like permanent. Character number 2, they are refining and transformation, thus strengthening faith. And then number 3, they are inevitable. Kumaliza ya ukweli. Kufinish kumalo.